Kwa sababu leo I am lucky to stand before His Excellency the Deputy President and Right Honorable Raila Amolo Odinga. Now that nimekuwa lucky kusimama katikati mbele yenu, mimi mniruhusu niseme hii, na mimi nitazungumza tu namna hiyo. Niseme mimi ninasema namna hii na nitaanzia Right Honorable. It is actually not in my place to advise the Right Honorable Prime Minister. It is not in my place. But as a politician, hata mimi ninaangalia. Your Excellency Deputy President, nimekuangalia safari yako, umesimama na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kutoka 2002 mpaka wakati huu. Umesimama na yeye 2013 na umesimama na yeye 2017. Leo ni vizuri nizungumze hii, niseme namna hii. Wakati huu umerukwa, sasa baba ndiye anatembea kule. Na mimi ninasema namna hii. Naambia His Excellency Right Honorable Prime Minister, ile mchezo imechezwa na Deputy President itachezwa na wewe baada ya BBI. Usipochunga vizuri. Ile mchezo imechezwa kule. Wewe tutatumika tupitishe BBI na haitusaidie hapa Nyanza. We will be used tupitishe BBI udambiwe. Ni vizuri uamue saa hii ushikane na William Ruto mfanye kazi pamoja. Ya tatu, sisi kama jamii ya Kisii, juzi muliona President Uhuru Kenyatta akikutana na Wakikuyu kule Central. Akaketi na wao, akawaambia wapitishe BBI kwa sababu wamepata 40 constituencies. What are you going to tell us to pass BBI for hapa Kisii County? What are you going to tell us? Constituency ya Bobasi ni kubwa sana. It needs to be divided. Na mimi naambia viongozi wenzangu wakiongozwa na Mheshimiwa Janet Ongera, wakati mnatafuta vijana wakuje Matanga, ambia pia Right Honorable Mbao umeketi na yeye, constituency yako ni kubwa sana, inahitaji kugaanywa mara mbili. Sio kutuambia tu tibi mnatiala, tuambie ile kitu itasaidia watu wa Kisii hapa. Ya pili, constituency ya South Mogirango ni kubwa sana. It needs to be divided. It is actually shocking ya kwamba tunaambiwa ya kwamba pesa itakuja 35% kwa counties. Lakini hatujaona hata matunda ya 15% hata hapa Boboniri. Hatutaona hata hiyo matunda. So we cannot just use that one line. We want a share of our bargain. Hapa Gucha is very big. It is not practical that Tharaka Nithi County has got 3 constituencies and Kisii County has got 9 constituencies. It is not practical. It is not. Na ndio maana sisi kama jamii ya Wakisii, we demand more constituencies and we demand a sub-county. Alafu tunasema William Samoei Ruto for 2022 president. Hapa mbele kufa kupona. You cannot tell us William Ruto is a thief when you used William Ruto in 2007. You cannot tell us William Ruto is bad when you used him for Pentagon. Alikuwa mwizi siku gani? Hatuwezi kubali hiyo. Hatuwezi. Wangapi wananionyesha mikono ya William Ruto? Hebu nionyeshe. Hiyo ndio tumeamua hapa Kisii na hatutishiki. Thank you very much. Hey. Tukae wangwana sasa. Namuita mzee Onyonka. Hello. Kwa niaba yangu binafsi ningependa kwanza kusema kuwa nimeleta rambirambi zangu ambazo ni rambirambi kutoka wananchi kutoka eneo wakilishi la Kitutu Chache Kusini. Mimi pia binafsi, familia yangu, Mheshimiwa Deputy Governor, nimeleta rambirambi kutoka kwa familia yangu ambaye Mama Beatrice na my mother Triza waliniambia nikupe pole, wamezeeka, hawaongei sana. Nina shukrani sana
kwa sababu leo nimekuwa na nafasi kusimama hapa kuzungumza mbele ya viongozi. Mheshimiwa Dr. William Ruto, Deputy President, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Prime Minister, Governor wetu James Ongwae, na viongozi wote ambao wamekuja hapa. Mimi nina bahati kwa sababu hawa viongozi wote nimefanya kazi na wao. Na ningependa kurudi mahali tulikuwa na Mheshimiwa Maangi. Mheshimiwa Maangi alisema hivi: baba yake ni mtu alikuwa anapenda amani. Baba yake ni mtu ambaye alikuwa hata kanisa habagui. Na ingekuwa vizuri kama siku ya leo ingekuwa siku ambaye kiongozi Mheshimiwa William Ruto na mzee Raila wangekumbatana wasalimiane, ili tupunguze lile joto liko hapa nchi yetu. Our country is not well. Our country is driving at a speed of 160 kilometers per hour. Our country has outstanding issues which must be corrected for us to move forward. Our community, as my brother Osoro has said, has certain outstanding issues which must be corrected. We have no objection with that. But what I want to raise here is very simple. How did we get to where we are? We got to where we are from 1963. President Kenyatta finished what he was doing. He handed over to Mzee Moi. Mzee Moi handed over to Kibaki. Kibaki handed over to Uhuru. Now, of course, my friend and my leader William Ruto wants to be president. And by the way, I have every respect for his decision. The gentleman is smart, is intelligent, he speaks well. He speaks well, he articulates his positions very clearly, and he is in fact, as we speak, somebody who should run for the presidency of this country. Then I find myself having a man called Raila Amolo Odinga, a man who I worked with in 2008. I was at Pentagon House when there were people in the room who were telling Raila, let us make sure we pick guns and go and kill the people who stole our votes. Raila said, it is not my responsibility because I don't have the instruments of power. I will leave it to be another day. DP, you were there. Mzee Raila was there. Charity was there. Najib Lala was there. After that, it is true that DP, you've supported Raila twice and you supported Uhuru. But the truth is, Raila's elections were not free and fair. So when Raila may be a devil, when Raila is actually somebody who many people may not like, what we are saying is this: surely there has to be fairness, there has to be justice, and there has to be equity. DP, you get where I'm coming from. I would really love you two to work together, but you're making it impossible for me. I like you, I like that guy. I want to come to Eldoret and walk inside that town and people like me, they shake me. Now they think I hate you, so when I walk in Eldoret, they look at me funny. I don't want to say how Raila is a terrible politician. I love going to Kisumu. I don't want to go to Kisumu and people look at me as if I'm the one who hates Raila. The Kisii community is neighbors to your people, and the Kisii community is neighbors to the Luo community. What we would like to ask you as leaders, the noise that we've been making, our supporters are okay. They should criticize, but the way somebody said here, let us not insult each other in public. Your Excellency, that is my request to you, and I will ask you finally, the work that you're doing in Kisii,
when you are organizing, I know Osoro is here, I know Magara is there, call us, we will come. We have no issue with you. Mzee Raila, we respect him, we have worked with him, whatever the eventuality, we hope that at the end of this exercise, we would have achieved the best, and at the end of it, the Kenyans will decide. Thank you. Thank you very much, Richard. Tutulie, tutulie. Tutulie, tutulie. Tuko na mheshimiwa kutoka Madira. Amekuja kutupa pole. Rigadi, kuja tuambie pole. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais, waheshimiwa wenzangu kanisa, mheshimiwa Joash Mangi na familia kanisa, watu wa Kisii, hamjambo. Hamjambo tena. Muriega rege. Mimi naitwa Rigathi Gachagua kutoka huko Nyeri. Nimekuja kwa sababu huyu mheshimiwa Joash Mangi ni rafiki yangu, na nimekuja kuleta pole kwa familia na kuambia hao Mungu awapatie nguvu ya kukubali ya kwamba mzee ametuacha. Juu ya hayo nimeleta salamu kutoka Nyeri. Mumepokea? Mumepokea? Unajua sisi huko kwetu tulikuwa na mgeni rais wetu Uhuru Kenyatta na viongozi, na kukazungumza mambo mingi sana. Na ni mzuri mheshimiwa Prime Minister, kwa sababu Uhuru ni ndugu yako huko hapa. Saa ile MCAs wa kwetu walienda huko, wakaambiwa wapitishe BBI, wakasema ndio wapitishe lazima wapewe hongo ya milioni 2, na rais akakubali. Sasa hii mambo ya BBI tuliambiwa ni ya kumaliza ufisadi. Kuhonga MCA na milioni 2 ni ufisadi ama si ufisadi? Ni ufisadi ama si ufisadi? Bwana Prime Minister, tungetaka muongee na ndugu yako, umueleze ya kwamba kama mtapatia MCA milioni 2 kupitisha BBI, mtayarishe pia pesa ya kupatia wananchi ndio wapitishe. Kwa sababu kama ni kuhongana, tuhonge wakubwa na wadogo. Siko namna hiyo. Hata nyinyi mkikula pesa mnaweza kujikuna. Ya pili, mimi nimefurahi sana kufika hapa Kisii. Nyinyi wa Kisii natolea nyinyi kofia. Nyinyi ni watu ya bidii. Mumekuja matatu yote Nairobi mumenunua. Mumeenda Rogai mumenunua manyumba yote. Huko Karatina wholesale kubwa ni ya Mkisii. Nyinyi wa Kisii na wa Kikuyu ni watu ya bidii. Na nyinyi watu ya bidii, wacha tushikane, tujipange pamoja, tutafute rais wa bidii. Kwa sababu kama nyinyi ni watu ya bidii, si mnataka rais ya bidii? Wacha nimwambie, rais amesema kitu kimoja. Akasema mtu yeyote anataka kuwa rais, anataka kura ya watu ya Mount Kenya, apitie mlango ya mbele. Asipitie dirisha, asipitie kitchen, asipitie bedroom. Kwa mambo ya siasa, mlango ya mbele ni wananchi wenye kupiga kura. Kwa hivyo mimi ningechukua nafasi hii Bwana Prime Minister kukualika wewe kuja kwa mlima, upitie mlango ya mbele, ukuje kwa wananchi uombe kura. Ningetaka kukushauri, hata kama mimi ni mtu mdogo, wale mabroka wa huko Kikuyuni ni wakali sana. Watakukula na watakunyoa. Ukitaka kupata kura ya Wakikuyu, usipitie kwa broka akina Muradhi akina Kamanda, kuja mlango ya mbele kwa Wakikuyu uombe kura. Uliona juzi ulikuja huko Githurai wakasima simu ukakuwa peke yako. Hii mabroka ni mbaya, hii Wakikuyu mabroka ni mbaya sana. Ya mwisho ndio nimalize. Hii maneno watu wetu wa bidii kama Wakikuyu, nyinyi watu ya bidii. Nyinyi ni watu ya bidii. Hii maneno ni kujipanga. Ukikosa kujipanga unafanya nini? Sisi watu ya Mlima Kenya tumejipanga na kijana ya bidii William Samoei Arap Ruto. Asanteni.
Mambo. Tutulie. Nataka kuita kijana Simba. Asante. Nataka nichukue nafasi hii kwa leta rambirambi zangu kwa familia ya Deputy Governor. Sema kwamba pole sana. Najua kwamba tuliongea na wewe juzi na nikakwambia kwamba lazima nije niwakaribishe nyumbani kwa sababu mmeleta pole kwa ndugu yangu Deputy Governor wa Kisii. Mimi ndio Simba Rat. Mbunge wa Dagoretti North, na nataka niseme mambo kadhaa. Na mimi mnikubalie. Mnataka nitoe mask? Haya. Nataka niseme haya. Na naomba abantu bami ntombia mole. Ntagete montegerere buya. Naende ekeramogo ntegerera nintagete mbe kebintu boronge. Inche no mujumbe wa Dagoretti North ali Nairobi. Boigo entaite kwana egentege Tangana. Maite nkororo bobe sana. Allow me to say this first in Kisii. Nkororo bobe sana. Ekero to wanza gotenga ase embera yomugaka gongera tegerera bali mwale twa tegerera inde prepared na boigo ntagete goteba ebintu bibere byengencho no ninje naende mu gukora wake elio yali mu waka nabongo sera abantu iskabo bepi achari chiri mwae tumia tana unkurueli bweyemo igobono tegerera I want just to put it straight kwamba nimesikia hii habari kwamba Mheshimiwa Deputy President yuko hapa, Mheshimiwa Prime Minister yuko hapa, na kuna narrative ya dynasty Kenya hii. Ndugu yangu Gashago amesema hapa vizuri sana kwamba MCAs waliongwa na milioni 2. Kwani sisi wabunge tunaongwa na milioni 7 kwa car grant? Si tunapewa milioni 7 na tunakura mshahara wa milioni 1. Sasa wacha hii porocho ndogo ndogo kuambia watu kwamba MCAs wacha hiyo biashara. Wacha hiyo biashara, wacha kabisa. Kitu ya pili, na mnisikize vizuri. Kitu ya pili, hatuwezi sema kwamba kuna mambo ya dynasty. Kuna kabila mbili ambazo zimeongeza nchi yetu. Moi akaongoza kwa miaka 24. Wakikuyu wameongoza kwa miaka 35. Tena mtuambie kwamba tugeuke tena tupee mkale kwa miaka 10. Hapana. Biashara kama hiyo hatuwezi. Ni wangapi wanasema hatutaki hiyo biashara? Sawa, asante. Great.
Asante. 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 Nataka niseme hivi. Mheshimiwa Ruto, the deputy president, huwezi tembea hapa Kisii. Osoro kaa, hiyo ni ndogo bwana. Osoro kaa. Kaa Osoro. Kaa chini. Kaa chini. Kaa, hiyo biashara naijua mzuri bwana. Wewe wacha. Kaa chini. Bwana deputy president. Bwana deputy president, huwezi kuja Kisii. Sisi kama wa Kisii hatuwezi kuwa kwamba watu ambao unatembea nao, it's not our face. Unatembea na wezi, wash. Hawa watu ndio unatembea na wao around. Unataka tufanye nini? Kwa hivyo tunaomba, nataka niseme, hakuna vile. Ni wangapi wanasema niendelee? Sasa asante. Nataka nimalize nikisema kwamba sisi kama jamii ya Omo Gusii, naomba bwana deputy president, sisi wakati wewe ulikuwa ODM pamoja na baba, mlikuwa watu wawili pamoja. Watu wetu wa Kisii wengi waliuawa kule Rift Valley. Omba msamaha hapa sasa. Omba msamaha kwa watu wetu ambao walikufa kule Rift Valley. Wewe wacha. Kwa hivyo nataka kusema hii biashara Hello. Check. Hello. Hebu nyote muli. Hello. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi please. Tutulie kwenye viti. Tafadhali muketi. Tafadhali tuketi. Abantu bami ndoye ikaranse. Komoranje ikaransa. Hello. Abakusiba bintu
abagusiba minto yono gavana yono James Ongwa kwana obwana bwasoira have taken over now. Mogwete abagusies Mwaika have taken over the program. Igota getomokire kiri mwensi pi. I have taken over this program. Oyonongwa okwana ikaranza mwensi pi. Everybody sit down. I have taken over this program. Sit down. Abagusiba minto, I want you to listen to me. Abantu ba minto kimuranche karanza abantu ba minto kimuranche karanza ikaranza oyone gavana ino James Ongwa okwana antagetomokire kiri kimuranche Abantu ba minto gakitata taru wanjaya ikaransa mokire ndeto mugabana abakwanie tafadhali karansa wono kaso mwenzi please abantu mutu kaso mwenzi sibategara abantu nani abantu mwenzi rianga sote wanda wansi bwe anta baskam kachiri tafadhali akina bartika bakaransa baharia ndeto mugabana abakwanie ikaransa sike familia abandara mutu wa musoke mutu aba mutoke tafadhali soka tafadhali kama mutu aba police aya nani no tafadhali ngawa nankoreta kuwa na bono nani tafadhali basi nani askari toa watu gavana ongea sasa toa tafadhali na mtu wa kama higa umate mbakuru mtu wa mtara clear from here please I thought kama mtu almeka babere abana clear kabisa murwa karo agaki dara soka agaki tiku soka agaki oyengo wasi mbia mono sana tigatogendera no mukutano tafadhali bono Senator Mogeni Senator
Kisoka nalibara sogoti alia kama na korangeli bweka. Was bia mono bona karansa. Yang soke banda abachi alinse. Karansa kama na kuane. Koro mo akona mo kutua. Was bia mono bono tiga kwa heshima. Ndeto musani otata. Omusani otata mugabano ito. Okay, ngoli weka ngomo sikiorio otera we kanisa. Abang na chumotera kanisa. Ncho motera. Abadi. Let them sing. Tera kurwa abun. Oh no to. Masakoro. Neno la Mungu lasema kwamba fungukeni enyi malango. Fungukeni enyi malango ya kale, ili mfalme mtukufu. Was biamono.
television Governor of County Kisii, James Mbai, Deputy Governor Moskejo Ashmangi, wabere bakuru bagana kurubu tunengiri karikaga. Bonga na kuba tebana ndomo rendengura nore egere program agenda. Tayara bajumbe makwanire abongo naba MCA bakero bakwanire bonga ge karike chikana ngochia saba sema tabo imemle abongo amo naba raibande abana matuska tambe miranga ngature live mega tembe television network bonga tugendera kolekera amangana yaiga unagendera teko chira Oriakoro kutindiko baibaga nobody is talking. Chuote nenega aiga. Omoswati onde koru homa be tindo jimuro chiogo tenaga. Wanga Gladys. They are not going to talk. They will just salute to you. Nginabantu. Senator Kwamboka. No yonde nare narao munyoka nere koruana nere tigacha Millicent Yomanga njua Millicent. Inanya korawa suati ba koruana. Oria akoro kutindi ko baibaga nobody is talking. Oyo akoro ku Millicent Yomanga. Igare nominated, igare kwerende Nairo Mochumbe koru Nairobi, no are Nairobi no mwano minto koru gagusi. Just go away. No, yeah, thank you. Oyo Kabere, please. Just go. Yeah, please. Ngonsa dirore kwerende, just go away. Genda Karua ba woneta iko kuwa no yo go away. Go away. Kusio moswati oyiga akimuranji. Oyo Kabere Karuo abachumba abekera ini.
Arwo. Umusene tumucheru kurwa se county na Nairobi musubati Millicent Omanga ugata tukulukuru lya guri baga ari kwano kurinde mugavana wa county ya Kisii nya kurinde bano genda tukora chibichechyo nabo bibere ali bwate tekegima bibere ali bwate tekegima se ejukwega turabona umugavana ngwaye akabira mu ndikayo ubuchikogu ari bagari ubukwana ndikayo ubuchikogu ari bagari ubukwana ibona amatanga yega arengera mochoko nabo mochoko ligiri koba ogosarika kurinde na igatubate kurena turabona umusike ngwaye akabira mu ndikayo ubukwana bonse bayikaransibe kuchikoranga nandinga ngiro chikogendera kobagendera kubwate television network kinga kuchiga chenzi kubwate Tembo TV tobe toko kwoti amakizo chiko kiragabwa aya masayemo kumanyanga intu kegende kirengo korande oyo minto mwana minto deputy governor Joash Gongera kima etiko so yo minto omwana oyo minto gari go senowara ekero 2007 ekero na tagete ko tenobo 2013 ekero na ko tenobo governor 2013 ekero na ko tenobo governor nkanyora abantu babere ba korwense meyemo oyo minto gari noyo minto Joash ekero na abanyora Nairobi nkanyora bonsi obatete ko tenobo obo chumbe nkaruo nkagamba nabarobwo kabatebya inumwenzi n'abantu ba minto nande ko mwaba abantu ba minto takorwana tokaigwana that time maito sogari na cheta akaba mochumbe noyo mwana oyo minto akaba abule deputy governor tuabere na Joash tugakore tamu ya gati entangani entu asoire tamu ya kabere nere aba machoke ba minto tinje tigo yo minto Joash no tore nere naende iganga kelte simchinsa ikomina mochi amambi tagete montegerere akanga kele simchinsa ikomina mochi amambi akatemu ako muabo sirire kamote Joash onyomo gako yo minto manyete gongero osirire montigera mangana yono ena ibono genda otimoke nga fomu ya committee inero ya gade to karanse gabon nechi committee ile chenkuru Nairobi ese audio no mwana mitu akode neregasi and we have been together intubu no mogusi na inche mwaigure nko bate very many times iyo nko bate binga 92 aikirenga kibonto gwente gote na ukaranse meza na intu abasacha abekero bago cha gotebanga ningo koriki na intu nto ye tobe ko montemesa una abagusi mwegwete inatomwa amaiga yo mwana minto matiangi Joash nangero ngori ya echiringe 1000 mombo atega iga na ndo teba mwakwa na even this morning igaba kusiba minto taete mumanyenga intwe unomo gusi na abantu twaje tobomo ekiana 2007 ekere mchando ya rengo ngakie yo ekere mchando ya rengo 2007 abantu baje tega iga seitoga gusiba gacha komenyo na 2013 naende bagacha ga seito gusiko menyo esa ulitoro monto yo mo naende tuanje twe na intu to menyete chinse mo chinde chinyingi igonta ke temba te bagusiba minto tigatuanchane na ento manya na intu bunege saku
na into aikire stage bono na into ese yeito ya Kenya na into togwenda gwikaransa mesa iguru nengakie yimbono tari yankyo ngirane somo wako mintore eso yo mintoga iga. When I was working in the office of the president and my brother William became a member of parliament, I think it was in 1997, we became friends when he came to the office of the president, and we are still friends. And then I've got my brother here, Raila Molo Odinga. We have worked with this man for a long time. I've even been his chief campaign manager. And I can tell you for a fact that we are dealing with a grand old man of politics of Kenya here. Mogaka tuento sigete. So all of you are welcome to Kisii. This is a great county. These are great people. These are people that are going to make a very serious decision in 2022. Because when we are together, the number of Kisii people in Kisii and Nyamira and those in the diaspora, the number is almost equal. So we are going to make a very big decision in 2022. And it will be an independent decision at that particular time. Because we know who is good and who is not good. It is not inside here. We all know who is good and who is not good. So at that time we'll make a decision. Ladies and gentlemen, let me not talk too much, but let me say this, that as a country where we are right now, and even the changes that we need to make, for instance, the new constitution has got 35% of the budget coming to the counties. 35% from the current 15%. And that is a fact. Abagusiba minto moigwete. Ekinege ndogote kotolete rama genderero. Abanchete igobara abange. Mbarenga motete BBI nyoro kinama goko. I had somebody coming here, and I'm not ashamed to say it. You know, when you are a visitor and you go somewhere, don't go and talk bad of your brother in that place. It is bad manners. Don't do that. That's very bad manners. Whoever did so is very bad manners. Having said that, ladies and gentlemen, it's now my singular duty to invite Baba to talk to us. Baba! Baba! Che. Haya. Viongozi wa kanisa, jamii ya mzee Abel Gongera, abagusi wote ambao wamefika hapa, Mbuyamure naende, tumekuja kusindikiza baba ya rafiki yetu Joas Maangi. Mzee Abel Gongera ameishi miaka 101. Waswahili wanasema amekula chumvi. Amekula chumvi. Kwa hivyo tunasherehekea maisha yake. Maisha ambayo ameishi, amezaa watoto, akawasomesha, akawa tena na wajukuu na watukuu.
Kwa hivyo maisha yake imekuwa maisha mzuri, ameishi maisha mzuri hapa ulimwengu. Sasa kwa hivyo tunasema yeye sasa aende apumzike palipema peponi. Sasa sisi tumekufika hapa. Hapa si siku ya kupiga siasa. Tumekuja kwa mazishi, kwa maombi. Naona msukumano hapa na pale. Hiyo si sawa sawa. Najua wabaguzi ambao tunajua ni watu wangwana, wote ambao wanapenda amani. Na demokrasia inasema ati hata kama mtu nasema unaenda ambaye wewe hutaki, wacha yeye aseme tu. That is the essence of democracy. That I may not agree with what you have to say, but I shall defend until death your right to say it. Manake baada yeye kusema, wewe vile vile utapata nafasi yako ya kumjibu. Tutamjibu. Kwa hivyo hapa tuko katika mwezi wa 1. Sasa tumo mwezi wa 2. Uchaguzi ni mwaka ujao mwezi wa 8. Atujangie kwa mambo ya kampeni. Kampeni bado. Mambo bado. Mambo bado, wakati ya kampeni itakuja. Alapo kila mtu ataingia kwa kiwanja ile waende kule waulize kura. Huyu Josh Maangi vile amesema, rafiki yangu, tulijuana na yeye mwaka 93. Baadaye nikakutana naye huko Marekani. Nilikuwa naishi huko pande naita Minnesota, Minneapolis. Akawa rafiki yangu mpaka yeye ndiye alikuwa representative ya chama chetu ya NDP huko Minneapolis, Minnesota. Mwaka 2002 mimi niliongoza delegation kutoka hapa kwenda Marekani. Tukazuru Washington DC, kule Texas, ni baadaye tukaenda huko Minnesota. Nilikuwa huko na Bill ile Ruto huyu alikuwa kwa delegation yangu. Najib Balala tulikuwa naye. Marehemu Ruo Jode tulikuwa naye. Peter Kaindi tulikuwa naye. Professor Tumbo Eri tulikuwa naye. Kabeta Dagala tulikuwa naye. Mambo yalikuwa mrama huko Minnesota. Lakini baadaye tukakuja tukatuliza maneno mpaka kila mtu akapata nafasi ya kuongea. Kwa hiyo mimi najua Maangi, mimi ndio nilimwambia yeye arudi Kenya. Na kaja hapa. Na nikamuunganisha yeye na Ongwae waende kusimamia hii kiti ya ugavana na naibu ugavana. Hata baadaye mwaka hii ya juzi ya 2017 sangine yale kwa na yumba namna hii, na yumba. Nikamwambia usiyumbe, njoo kaa na Ongwae tena. Sasa wakakaa na Ongwae tena wakachaguliwa. Kwa hivyo mimi nikifika hapa nimekuja nyumbani. Abaguzi kila mara wananisikiza. Mwaka 2017 hii mnajua yale yalifanyika. Tulienda kwa uchaguzi. Na nyinyi hapa mlinipiga kura kwa fujo sana. Ulisikia wakisoma hata ile nini MCS wa Kisii assembly wengi ni ODM. Lakini nyinyi mlipiga kura mzuri zaidi. Lakini mlipiga Nairobi kafanya ukarabati. Katokea vifaranga vya kompyuta.
Alafu tukaenda mahakamani mbele ya Maraga. Simona Maraga akaangalia na timu yake huko, akasema hii ni chafu sana. Serikali futilia mbali. Wengine wanasema tu wengine walishindwa na hakubali kushindwa. Tulishindwaje? Na Supreme Court ilisema hatukushindwa. Wakasema turudi debe tena. So walisema namna hiyo. Tukaambia wale tume ya rekebisheni kabla tujaingia kwa kiwanja. Wakakataa. Wakaenda peke yao. Watu wachache ndio walienda kupiga hiyo kura. Alafu walipoenda huko Kasarani kuchukua kiapo, tukaenda Uhuru Park. Si mnakumbuka? Si mambo ya zienda Mrama. Silienda Mrama. Wengine wakasema sasa tukate nchi. Tutoa picha yote ya rais, turundike mahali, tuchome. Na tutangaze sasa sisi ni huru, tunaanza kuchukua ushuru, tutengeneze mambo yetu. Nikaona tukifanya hiyo tutapeleka Kenya Somalia. Kenya itakuwa Somalia. Mambo yatakuwa kila mmoja yako pande hii na bunduki, na ni rahisi sana kufanya haya. Ndio sababu nikaona huruma tuongee. Na tukaongea na Uhuru kwa kirefu zaidi. Kisha tukakubaliana maneno 9. Mambo ngapi? Tukasema kama yale mambo haya yanaweza kutatuliwa yote, tunaweza kuunganisha nchi ya Kenya iwe kama kitu kimoja. Hiyo ndio tukasema. Uhuru akakubali. Akasema basi tuweke wewe leta wakili na leta wakili. Tukaleta wakili, wakaenda wakaandika. Tukasoma, baadaye tukasema hii ni sawa. Weka sahihi, niweke sahihi. Wakati tulikuwa pale, Uhuru akampigia simu Ruto. Akamwambia, ukiona mimi na Raila usiwe na wasiwasi, nitakueleza. Na mimi vile vile nikampigia Kalonzo. Nikamwambia Kalonzo, ukiniona mimi na Uhuru usiwe na wasiwasi, nitakueleza. Tukahusisha kwa yale ambayo tulikuwa nafanya yote. Na madhumuni wetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wakenya warudi tena kwa debe na kuwe na mapigano na umwagikaji wa damu. No other Kenyan should lose life because of elections. Tukasema, alafu tukasema sisi hatutaki, tunataka kumaliza mambo ya ubaguzi ya kikabila, ambayo ukiangalia hata ile cabinet wa sasa ya Jubilee ni makabila mbili ndio wako wengi zaidi huko ndani. Tukasema tunataka Kenya iangalie pembe yote ya Kenya, sio tu kwa cabinet, lakini vile vile kwa vidogo hapo chini, hata kikazi. Mtoto akienda kufanya interview na tafuta kazi, asiangaliwe kusikia Momanyi, nenda ngambo hii. Mutua, nenda ngambo hii. Onyango, ngambo hii. Mpaka uwe binti fulani ndio uende ngambo nyingine. Hiyo sio Kenya tunataka. Na wako pale ndani. Uhuru yuko pale na Ruto yuko hapa. Sisi hatukukubaliana tutaingia kwa serikali ya Jubilee. Tumebaki kando. Mmesikia ODM mmoja hako ndani ya serikali? Ni waziri katika serikali? Iko? Hakuna. Ni wao wenyewe. Sasa mambo kama imeenda Mrama, wameanza sasa kusema hiyo sio makosa yangu, makosa ya fulani. Sheria yenu. Mtoto ni yenu. Nyinyi mlikuwa kapu mbili. Mnaenda kule mkafanya mambo yenu. Mtoto natoka sasa, mimi nasema hiyo si mtoto yangu. Ni mtoto ya nani?
Si walikuwa wawili? Huwezi kusema ati baba sema hii si mtoto yangu. Hii mtoto gani? Mwanaharamu. Kwa hivyo sisi tuko nje. Hatutaki kupakwa na matope na machafu ya Jubilee. Yao ni yao. Si yao ni yao. Si yao ni yao. Si yao ni ama sivyo. Ama sivyo. Kwa hivyo sasa tumepata report ya BBI. Na hii report ya BBI kuna porojo mingi ambayo inaendelea juu yake. Lakini Waswahili walisema tu kweli kidhihiri, uongo ujitenga. Na tutakuja kueleza vizuri. BBI iko na mara tatu. Kwanza ni zile ambazo zinaitwa administrative actions. Yale vitendo ambavyo nitakana serikali ifanye na haijafanyika mpaka wa leo. Hiyo iko pale. Iko kwa mfano TGRC report. Iko Ndungu Land Commission report. Iko ile report ya Kirigila na kadhalika. Hiyo BBI imesema ikipita miezi 6 mpaka itekelezwe. Ingine ni legal reforms. Sheria ambayo inatakana ibadilishwe. Na tayari mswada 12 zimeandikwa na wataalamu, ambayo BBI ikipita hizo sheria zote zitapita kwa bunge. Zitaenda kwa bunge. Alafu kuna yale ambayo nataka katiba yabadilishwe. Haya ambayo nakuja huko ndani. Nakuja mambo ya computers. Waje mambo ya computers, sio kwa moja computer wako hapa. Ungeje mambo ya computer. Na laptop. Si laptop iko ni yao. Hadi ndani ya miezi 6 kila mtoto anakuwa na laptop. Watoto wanakwenda kufanya darasa ya 8 na hiyo laptop hawajaona. Lakini sasa sisi tunaongea juu ya hii. Nimesikia mwingine anaongea juu ya Bobasi constituency. Yale ambayo iko ndani ya BBI ni recommendations kwa upande ya constituencies. Tume ya uchaguzi IBC itaangalia ndani itadetermine ile constituencies ambazo zina idadi ya kutosha ambaye itaongezwa, itagawanywa na nyingine itakuwa pande hii. Kwa hivyo hii mambo haijakwisha, mambo bado. Si mambo bado. Ama sivyo? Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba BBI italeta mabadiliko ambayo Wakenya wanataka. Na tungependa kushauri wale watu wa Jubilee wasihusishe sisi ndani ya mambo yao ya ndani. Sisi ni ODM. Sisi hatuko ndani ya serikali. Sisi hatuko ahidi vijana. Sasa katika BBI tunasema tunataka vijana wapewe capital. Wanaweza kukopesha pesa katika Youth Development Fund, ambayo wataanza nazo miradi ya kuwasaidia miaka 7 bila kulipa riba yoyote. Hiyo ni njia ya kusaidia vijana waweze kukua waajiri, waanze biashara ambayo inanawiri, inayotoa katika hali ya ufukara. Sisi hatujahidi vijana wheelbarrows. Wheelbarrows itakuja baadaye. Wheelbarrows itakuja baadaye. Sisi nasema ati ile high tech economy ambayo itazalisha kazi 1,000,000 kila mwaka zimeenda wapi? Sasa baada ya hiyo kazi 1,000,000 unaambia watu ati wheelbarrow, ati mkokoteni bure kabisa. Tunaomba Mungu aweke mzee palipema peponi. Asanteni sana.
nataka mungoje. Kuna maneno ambayo yanakuja fununu juu ya mzee Nyachai. Hatuna uhakika. Tunamwombea Mola, manake kuna maneno yanakuja lakini bado hajathibitishwa. Kwa hivyo tunasema wakati huu tutaomba kwa mzee Nyachai. Thank you very much, Right Honorable Prime Minister. Thank you very much. Please be quiet. Kira Kimuranje. It's now my duty and pleasure. There are a number of deputy governors here, but deputy governors, I hope you understand, wherever you are, please stand and just wave. You do understand the situation. It's now my honor and duty to invite our Deputy President, Honorable Ruto, to come and talk to us. Thank you. Yeah. Asante sana. Waheshimiwa viongozi wote, viongozi wa kanisa letu nzima, familia ya rafiki yangu Joash Maangi, watoto wa mzee Alex Gongera na familia nzima, watu wa hapa Borabu Chache, Bomachoge Chache, na watu wa Kisii, abantu bami ntombo ya more, Mbuyamore naende, Mbuyamore mwenzi, Nyasaye no muya, Jinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi nimefika hapa kwa niaba yangu binafsi na familia yangu, na vile vile kwa niaba ya serikali ya Kenya. Tuje tulete rambi zetu kwa ndugu yangu Joash Maangi na familia yake kwa kumpoteza mzee Alex Abel. Mimi nataka niseme pole sana. Mzee Gongera, vile tumeambiwa hapa, alikuwa ni mzee wa bidii, na tumeona amelea family ya watu wenye bidii kubwa, na tumekuja kusherehekea pia baraka ya Mungu kwa mzee huyu. Miaka 101 ni baraka ya Mungu, sio wote wanaweza kufika pale, na ndio tumekuja hapa kusema shukrani kwa Mungu kwa kutupa mzee huyu alee familia, na tumebahatika kupata kutoka hiyo familia, tumepata marafiki na viongozi. Tunamshukuru Mungu. Deputy Governor wa Kisii akiwa ni mtoto wa mzee huyu, ni mtu amelelewa
na mzee ambaye alikuwa ni mtu wa bidii. Najua hivyo kwamba alikuwa ni mtu wa bidii kwa sababu rafiki yangu huyu Joash Maangi, wakati alipanga safari ya kwenda Marekani, alikuja kwangu. Mimi nilikuwa na hustle hapo City House hapo Nairobi, na nilikuwa nauza tikiti ya ndege. Huyu mungwana, sio ya kwamba nilikuwa na pesa ya kumnunulia tikiti, lakini ni kwa sababu ni mtu wa kujipanga. Alinipatia hundi ama check yenye haikukuwa na tarehe, na akaniambia siku moja nitakuambia lini utaweka check hiyo kwa bank. Na akachukua tikiti, na mimi nafurahi ya kwamba nilichangia mahali padogo yeye aende Marekani. Nasema pongezi rafiki yangu Joash Maangi. Wengi wanashangaa urafiki yangu na Joash Maangi, hata wakati tuko kwa vyama tofauti, sisi bado ni marafiki kwa sababu mahali tumetoka. Kama mtu amekuinua mahali kilikuwa kimeumana, lazima kwa maisha yako umkumbuke. Na ndio sababu hiyo huyu mungwana ni rafiki yangu. Mimi nataka niseme asanteni sana wale mliokuja tumsindikize shujaa huyu mzee Gongera. Na kwa sababu nyinyi ni watu wazuri, na vile imesemekana hapa, mlitupatia kura zenu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tukaunda serikali ya Kenya, na kuna mambo tulikubaliana na nyinyi. Kuna wengi ambao wako na maneno wanasema Jubilee haijafanya chochote. Mimi nataka niseme hivi. Wakati tumechukua usukani 2013, watu waliokuwa na stima hapa Kisii walikuwa watu 27,000. Kufikia December last year, mwezi mmoja uliopita, watu ambao wamewekewa stima Kisii County ni watu 114. We have connected 5 times the number of people who are connected to electricity in 2013. Tumejenga barabara tofauti hapa Kisii. Jumbe wenu hapa Alpha Miruga anajua, amekuwa kwa ofisi yangu wakati tulipata matatizo kwa barabara yenu ya Omuringamo kwenda Ibenjo, hiyo barabara Nyamasege kwenda mpaka Motondo. Leo tumewabadilishia contractor kwa sababu kuna contractor mzembe alikuwa pale. Tumeweka sasa mtu Chinese afanye hiyo kazi, na mimi nataka niwahakikishie ndani ya mwaka moja tunataka hiyo barabara ikamilike. Kuna barabara zingine zinaendelea. Mimi nimekuja hapa katika hii constituency, nimeenda na mheshimiwa wenu tukaanza technical training college pale. Sasa tumeweka equipment, na mimi nataka niwaambie hivi karibuni nitarudi kuifungua rasmi. Na huyu Alpha mjumbe wenu, nilikuja hapa tukaanzisha tukaanzia Kenya Medical Training Center ambayo saa hii inaendelea kujengwa, na nataka nimshukuru mjumbe wenu kwa kuweka pesa za CDF ndio tuweze kujenga. Na mimi nataka niwahakikishie hata sisi kama national government we are going to support that KMTC. Mimi nataka niwaambie ya kwamba katika hii safari mimi nimekuja katika uwanja huu. Wakati nilikuja katika uwanja huu, mliniuliza tujenge madarasa hapa katika shule ya Tendere hapa primary school, na niliwapatia shilingi 1.5 milioni ya kujenga hiyo shule.
Nilikuja katika uwanja huu ili kuunga mkono mahasla, watu wa bodaboda wa hapa constituency yenu hii. Ni kweli ama si kweli? Na ni kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba tunaweza kumsaidia mtu mdogo na biashara yake, na kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo biashara yake siku moja itakuwa biashara kubwa. So mimi nataka niwaulize ndugu zangu, tumekuja hapa kusindikiza mzee ambaye alifanya bidii, alichuna chai, akafanya biashara mbalimbali, akafanya mambo mbalimbali ili kuhakikisha ya kwamba watoto wake wanasoma na watoto wake wanalewa vizuri. Na waulizeni, sisi tuende tuweze kutembea pamoja, na wakati ukifika, ninyi wananchi ndio wenye kuamua. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi najua mnasikia Kenya hii iko na mambo mengi. Watu wanasumbuka na mambo ya hasla na mambo ya wheelbarrow. Mimi nataka niwaambie watulize boli. Hasla si adui ya mtu yeyote. Adui ya hasla sio mtu tajiri. Adui ya hasla ni umaskini na ukabila. Mimi nataka niwaambie, tafadhali, niliwaahidi ya kwamba tutabadilisha mjadala Kenya hii. We said we are going to change the conversation in our country. It is not going to be about leaders and positions and power. It is also going to be about ordinary people. Mtu ya mkokoteni, mtu ya wheelbarrow, mtu ya mama mboga, pia na alama ya chama ingine ni kuku, na alama ya chama ingine sijui ni umbrella. Sasa wheelbarrow inawasumbua kwa njia gani? Mimi nataka niwaambie hivi. Siku nyingi tumeambiwa yale mambo former prime minister alikuwa anasema hapa. Siku nyingi tumeambiwa tutazalisha uchumi, alafu vijana watapata kazi, alafu itapatikana kazi. Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya hawataki tena kuambiwa ati kazi itapatikana. Sisi tunataka kukubaliana ni kazi gani, ni mahali gani, ni siku gani tutaweza kutembea hiyo pamoja, safari pamoja. Na ndio tumesema tutabadilisha muundo wa uchumi wa Kenya. Hatuwezi kuendelea na ile ilikuwa inaitwa trickle down, ati tunangojea kampuni 2-3 kubwa isaidiwe na serikali ndio iweze kuajiri watu hapa chini. Tunasema hata mtu hapa chini anaweza kusaidiwa ili biashara yake ikue, ili tuweze kuzalisha uchumi kutoka mashinani. Ninyi mnanielewa? Nataka mnisikize vizuri, na nataka wale wanatushutumu watusikie vizuri. Mimi ninasema hivi, vile tunaweza kusaidia kampuni ya Safaricom, vile tunaweza kutengeneza environment, business environment ya watu wa Kenya Power na watu wa Kenya Breweries na wale wanafanya biashara kubwa, tunaweza pia kutengeneza environment mtu hapa chini aweze kufanya biashara yake, kwa sababu kazi ni kazi na biashara ni biashara. Nani alisema, nataka munisikize vizuri, nani alisema eti lazima mtu apatiwe kazi na kampuni kubwa? Hata huyu mdogo hapa anaweza kufanya biashara hata na yeye. Business must not necessarily be big business. Even small enterprises are equally business, and that is what we must support.
vile tunaweka pesa ya CDF, nataka mnisikize. Tunaweka pesa ya CDF saa hizi milioni 100 kujenga shule na kufanya maendeleo mengine. Hiyo serikali tunaunda na mahasla. Tutaweka milioni 100 ingine ya kupatia pesa ya kufanya biashara, mama mboga, mtu ya wheelbarrow, mtu ya mkokoteni, mtu ya bodaboda, kwa sababu tukisalisha uchumi wa Kenya kutoka hapa chini, and I am promising you, we are going to change the economic model of our country. We will stop the trickle down economics. We will do the bottom up economics so that we start from the bottom. Kwa hivyo watu watulize boli. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Tendere. Mimi nataka niwaulize. Mimi nilisaidia Raila Amolo Odinga mpaka akawa prime minister. Siku hiyo nilikuwa mtu mzuri. Mimi vile vile nimesaidia ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais mara 2. Mimi nawauliza, safari hii nikisaidia mahasla, mtu ya mama mboga na yule wa mkokoteni na huyo wa wheelbarrow na huyo wa bodaboda, kuna makosa? Kuna makosa? So nawauliza kwa unyenyekevu, wakati ile mimi nasaidia watu wakubwa nilikuwa mtu mzuri. Saa hizi nimesema hata hawa wadogo jameni tuwasaidie. Ninaanza kurushiwa maneno, wheelbarrow ni takataka, sijui mkokoteni ni takataka. Sasa mimi nawauliza nyinyi, mimi nawauliza watu wa Kisii, si tuko na mradi wa serikali inaitwa kazi mtaani? Si watu magraduate wanachukua panga, wanachukua slasher, wanaenda kukata nyasi? Sasa tofauti ya hiyo kazi mtaani na kununulia mama wheelbarrow aweke matunda yake ndiye aweze kuuza, iko wapi tofauti? Bana, wajinga wameisha Kenya marafiki zangu. Hakuna watu wa kudanganya tena. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kisii, tutabadilisha mwenendo na muundo wa uchumi wa Kenya. Hatutaendelea kusema tunaweka pesa huko juu ndio ikuje chini. Tutaweka pesa hapa chini. Wale wa huko chini, wale wa huko juu watajipanga kwa sababu wako na uwezo. Hayo ndio mambo ningependa kusema. Na mwisho, wacha mimi niseme hivi. Mimi nawauliza viongozi wote katika taifa letu la Kenya, tafadhali tuache kutumia vijana vibaya kuwapiganisha na kuchukua vijana wafanye vita visivyo na maana ya kisiasa. Mimi nawauliza, lugha yetu tuache kiburi na tuache matusi. Hawa wa Kenya wanajua mahali wanataka kuenda, na hakuna wajinga tena katika taifa letu la Kenya wa kudanganywa. Sisi tunataka kutembea pamoja na tunataka kujenga nchi yenye inachengwa kwa msingi wa amani, na kila Mkenya ajihisi ya kwamba yeye ni Mkenya kama yule mwingine. Sitaki kusema kuzidi hapo. Nawashukuru sana. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nitarudi tena na tena na tena, kwa sababu safari hii tutatembea pamoja. Mnanikaribisha nirudi tena Kisii? Hebu nione wala wanasema ninakaribisha tena Kisii. Wacha niseme kitu ya mwisho. Nimeongea na rafiki yangu Charles Nyachae. Na rafiki yangu Charles Nyachae amenieleza ya kwamba kwa bahati sio nzuri, mzee baba wetu Simon Nyachae ametuacha. Na ameniambia niseme poleni sana, na kwa sababu hiyo nataka niwaulize sisi wote tusimame
tuweze kuwa na dakika moja ya heshima ya mzee Simon Nyachae. Dakika moja tafadhali. Poleni sana kwa huyo shujaa wa taifa letu ambaye tumempoteza. Poleni tena. Poleni watu wa Kisii hapa na Wakenya wote. Na mimi nataka niseme asanteni sana kwa kunisikiza. Nyasaye abaseseni. Mungu awabariki sana. Mina. Asanteni sana, asante sana Mheshimiwa Deputy President wetu, Mheshimiwa William Samoei Ruto, kwa heshima hii ambayo imeitoa katika hotuba hii kubwa.